Simba walizidiwa wapi kushindwa kupata matokeo wakiwa nyumbani katika mchezo huu wa leo Sisti? Nafikiri wakijua tayari wana magoli 3 mfukoni, wanaenda kuicheza mechi ambayo kwenye dakika 90 naweza nikasema walizigawa dakika 90, lakini kwenye hizo dakika 90 zaidi ya 80% ya dakika 90 ni kama waliipooza mechi. Nikisema waliipooza mechi ni kwamba mechi haikuwa na tempo kubwa, haikuwa na ile intensity kubwa, mechi haikuwa na ile speed kubwa. Nafikiri nikisema speed ya mechi unaelewa. Kwa hiyo nafikiri hicho kitu ndo walichokikosa, na walikikosa kwa sababu gani? Na kwa sababu waliishi zaidi kwenye ile falsafa ya Dimitar Pantev ambayo pia alisema wakati alipofika Simba. Alisema kwamba anapenda timu yake ipossess mpira, iwe na mpira muda mwingi, isubiri for the right moment. Right moment ya kufanyaje? Ya kuweza kupata goli. Sasa ile kusubiri for the right moment wachezaji wake ndo walishindwa kuifanyia kazi. Nafikiri ni operation kwenye final third, kwenye ile theluthi ya mwisho wa uwanja, lakini operations za kwenye theluthi ya mwanzo kwa maana ya namna wanavyofanya build up katikati, namna wanavyoendeleza build up na kufika hadi kwenye nusu ya mpinzani walikuwa perfect kwa sababu walikuwa wana possess na wanakuwa na mpira. Lakini wakifika kwenye ile final third, ile theluthi ya mwisho ya uwanja, ndio walikuwa wanakosa sasa ile operation sahihi kulingana na mahitaji ya mpira wa miguu. Na ukirudi kwenye structure, nafikiri kwa namna ambavyo walikuwa wanacheza, tukisema tuzigawe hizo third 3 za uwanja au nikizigawa zile dakika zao 90, kuanzia kipindi cha kwanza chote walipooza mechi, lakini kipindi cha pili of course nikisema walipooza mechi ni hawakuwa hata na shot on target. Yaani hawakufanya hatari yoyote kwenye lango la Nsingizini. Lakini kwenye dakika 10 za mwanzo za kipindi cha pili walifanya on target 2, huku wao wakiwa wamefanyia on target 2. Sasa tutaona kimbinu ni kwa namna gani walipooza mechi, kwa sababu baada ya hizo dakika 10 za kipindi cha pili pia walipooza tena mechi. Ukiangalia kwenye kipindi cha kwanza of course tulisema wana enjoy ile possession based football, kupossess, kuwa na mpira muda mwingi. Na ukiangalia kwenye structure kwa siku ya leo walikuwa na Mutale mbele, then wakawa na Kibu pembeni, nyuma yake kukawa kuna Aua, kuna Morris, lakini kwenye mapana uwanja kukawa kuna Kibu Dennis Prosper pamoja na Elim Panzu. Lakini kukawa kuna Kagoma, kukawa kuna Mligo pamoja na Duchu. Sasa ukiangalia muundo wao kwa namna tabia za wachezaji walikuwa wameanza mchezo ilikuwa ni 4-1-4-1. Lakini kulikuwa kuna variations. Sasa hizo variations ndio tunakuja kuziona hapa. Variation ya kwanza ilikuwa ni zile nyakati za build up. Tunaona Duchu pamoja na Mligo wanasogea kwenye hizi advanced position usawa viungo au kwenye mid third ya uwanja, then kwenye hii first third au hii third ya kufanyia build up, ya kuanzishia build up, ulikuwa unamuona Chamu pamoja na Deruk ndo wanabaki. Nia yao kubwa sana ilikuwa ni kuanza build up kuanzia nyuma ili kujaribu kuwafanya hao watoke ili watengeneze depth ya uzuiaji kubwa ambayo viungo wao washambuliaji watapata hizi spaces za kuweza kuexploit na kufika kwenye nusu ya mpinzani. Lakini pia lengo lingine ni kuepuka kupiga zile long balls. Tunajua build up ya long balls ukipiga kwenye nusu ya mpinzani wao ndo hapo wengi wataokoa mpira, watausecure utakuwa kwao. Hao walikiepuka hiyo kitu, wakawa wanafanya build up. Sasa kwenye build up obvious hawakuwa timu ina press, kwa hiyo walikuwa ni kama wanasema unopposed build up ambayo haiwi under pressure. Kwa hiyo Yakubu alikuwa anaweza kusogea na kuna muda unaona Yakubu asogei, ni Chamu pamoja na Deruk wanasogea na mpira, na wakisogea na mpira unaona Kagoma hakai tena mbele yao kuwa progressor. Kwa sababu kwanza alikuwa anawekea kivuli na mshambuliaji wa timu pinzani, lakini pia sio mzuri sana under pressure tunamjua. Kwa hiyo alikuwa anaenda kama usawa wao na timu inapata zaidi mapana uwanja, hao wanapewa uhuru wa kupanda zaidi, then Ahua pamoja na Morris ndo wanakuwa kama progressors wa timu. Na kwenye style hii nafikiri ndo hapa sasa tunaona ile possession based football ya Simba ilipoanza kufanya kazi. Ilifanya vipi kazi? Nafikiri ilikuwa inategemea tu mpira ukiwa kwenye mstari wa kwanza, unaona hizi triangles ndo zilikuwa zina work out, kwa maana kwamba mpira unaweza kusakulate maeneo haya bila mpinzani kuchukua, kwa sababu wanakuwa kila sehemu wana Freeman. Labda hao wakija waka press, unaona kutakuwa kuna Freeman. Kwa hiyo walikuwa wanaweza kusakulate mpira kwenye eneo hili. Hawa watatu wanaweza kuwa kama sehemu ya starting point ya build up. Huu mstari wa pili Aua pamoja na Morris wakawa sehemu ya kuprogress build up kwa njia katikati, central progression, lakini Mligo pamoja na Duchu wakawa sehemu ya kuprogress build up kwa njia ya pembeni kufika kwenye nusu ya mpinzani. Mapungufu yao ya kwanza yalianza kwenye nusu ya mpinzani. Wanaweza kusakulate mpira, wanaweza kufika hadi kwenye eneo la mwisho. Unaona namna ambavyo kina Kibu wanaweza kuingia kwenye hizi tunaita half spaces, Mpanzu na Kibu wanaingia kwenye hizi half spaces na kufanya hawa wazuie eneo dogo la uwanja, then Duchu pamoja na Mligo wapate nafasi pembeni mwa uwanja, na kunakuwa na hizi triangles ambazo Morris na huo ndio walikuwa wanaziunganisha. Hizi tayari ni numerically wapo superior. Wanaweza kusakulate mpira, tunaita ile nini, ring possession. Walikuwa
mapungufu yao yalikuwa ni kwamba wakifika kwenye hii third ya mwisho wa uwanja hakuna mtu ambaye ana ile mentality ya tupo kwenye third ya mwisho wa uwanja, tunatakiwa tufanyaje, tutengeneze nafasi na tuweze kufunga. Mara nyingi wao walikuwa na enjoy tu kuwa na mpira, hawataki kugusa hii space behind, hawataki kumjaribisha kipa. Ndio maana kwa first half nzima Simba ilikuwa na zile shot on target. Nafikiri walifanikiwa zaidi kwenye hili la kutaka mpira uwe kwa muda mwingi, possession based style, kwa maana kupiga pasi nyingi kwenye eneo dogo. Lakini utaangalia pia wakiupoteza ule mpira mara nyingi pia walikuwa wanataka uwe tena upande wao. Kwa hiyo walikuwa na enjoy tu kuwa na mpira bila kujua objective ya kuwa na mpira ni ipi, kwa maana ku create chances nyingi kutoka kwa watu watatu, Mpanzu, Mutale, Tibu, Aua, Morris. Lakini pia Mligo, hizi crosses, sikumbuki kipindi cha kwanza kama kulikuwa kuna cross kutoka kwa Mligo na Duchu, sikumbuki, kwa sababu creation ya chances, operation kwenye final third ambayo ni wanaweza kupenya vizuri, lakini wakifika kupiga zile crosses, ku create zile chances ilikuwa ni nadra sana, kwa maana kwamba hakuna kwanza chances nyingi zilizokuwa created, lakini hakuna hata moja ambayo unasema hii ilikuwa finishing ya kwenda kwa goli, kwa sababu hakukuwa na on target. Kwa kipindi cha kwanza nafikiri hii ndio observation niliyoiona kwenye dakika 90 zao. Sasa tuliona pia subs zikifanyika, na subs zikifanyika katika mchezo manake kuna mabadiliko ambayo mwalimu mwenyewe anaona ambayo tukifanya sub hii itaenda kuleta impact ama kuongeza nguvu fulani. Kwa mchezo wetu sub zilibadili nini baada ya mabadiliko yale system? Nafikiri sub hasa kwa upande wa Simba mimi sikuona kama kuna alternative plan iliyokuja na sub. Lakini kabla ya sub kulikuwa kuna, kwa sababu sub zilifanyika second half. Kabla ya sub kulikuwa kuna zile dakika 10 za baada ya second half kuanza, kuanzia dakika 46 mpaka tuseme approximately hadi dakika ya 60 kasoro, ndivyo. Kwenye ule muda kilichokosekana kipindi cha kwanza tulienda kukiona kwenye zile dakika 10, ambapo baada ya zile dakika 10 ndio timu zikafanya sub. Simba walifanya sub 4. Baada ya zile sub 4 mchezo ukarudi kama kipindi cha kwanza tena. Kwenye kile kipindi cha dakika 10 niliona game ya tofauti, kwa sababu Simba kipindi cha kwanza ilikuwa tunasema walikuwa wanapenda sana kupossess. Ilikuwa wakipossess wakipoteza mpira ile reaction yao kutafuta mpira ni kubwa, then wakiupata hawa react tena. Hawafanyi zile tunasema counter attacks, kujibu shambulizi kabla wale hao Nsingizini hawajarejea kwenye muundo wao mzuri wa kuzuia. Hawakuwa wanafanya hizo positive transitions. Sasa baada ya zile kipindi cha kwanza kupita, wakaingia kwenye zile dakika 10 za kipindi cha pili. Tukaona Simba ndo hapo pia walipata hata na hizo on target mbili. Kwa maana kwamba walienda wakatoa pressure kwa Nsingizini, wakiwapora mali wanajibu shambulizi. Walikuwa wanapenda sana kucheza na zile space. Kwa hizo dakika 10 wakapata hizo on target mbili, na wao pia kwa sababu wao pia walikuwa wanafanya hizo positive transitions, ina maana pia wao walifanya game kwa upande wa Nsingizini kuwa under pressure. Ina maana Nsingizini pia na wenyewe walikuwa wanalazimisha kuweka under pressure. Ina maana ukiweka under pressure, ina maana unaongeza hata active, yani ile uwezo wako wa kuwa active, unakuwa active zaidi. Ndio maana wao pia walipata on target iliyomsumbua nani, Yakubu. Ukiangalia kwenye zile dakika 10 game ilikuwa kama transition based fulani hivi. Timu zote mbili zilikuwa zinafikiana, Simba ikapata on target mbili, wale mpaka wakagongesha mwamba na wakapata tena na on target nyingine, si ndivyo? Kwenye zile dakika nilienjoy kidogo game kwa sababu ilikuwa na intensity kubwa, ilikuwa na pace kubwa, tempo ilipanda zaidi ya game, momentum ikawa kubwa, lakini ile momentum ilienda kufa baada ya sabu. Simba walifanya sabu, aliingia Kante akatoka Kagoma, akaingia Maema, alitoka Morris, lakini pia aliingia Soa, huku juu alitoka Mpanzu, akaingia Mkwala, pia alitoka Ahua, si ndivyo? Ukiangalia kwenye hizi subs kitabia wachezaji walioingia wa Simba walienda kubadilisha game kulingana na tabia zao za uchezaji. So aliingia hapa juu, Mutale akacheza kama chini pamoja na Mkwala akacheza juu. Nafikiri pia Kibu alirudi kucheza upande mmoja wa pembeni. Sasa hawa kwa namna wanavyocheza utaona kwa aina ya uchezaji wa Simba, Mkwala na Kibu so watu wa kucheza kwenye limited position. Nikisema limited position ni hizi sehemu ambazo hauoni space kubwa mbele. Unaona upo katikati ya mistari. Kulingana na tabia zao za kiuchezaji hawafanani na Mpanzu, hawafanani na alotoka mwingine nani? Hawafanani na kina Morris. Kwa maana kwamba so wale viungo wa shambuliaji ni watu ambao wanaweza kuenjoy kucheza na space. Lakini Simba kwa sababu inapenda kupossess, zile space hazikuepo. Kwa hiyo ndio maana ukaona hata flow ya game ikabadilika. Ufanisi ndio ukafa. Yaani flow ya game ilikufa kwa sababu huyu Kibu sio kiungo mshambuliaji, anaweza kucheza ndani. Anapenda sana kucheza na space, lakini space haipo.
na hakuna ile transitions moment. Hakuna zile moments kwamba mmetoa pressure, mmepora mali, mnajibu shambulizi kwa sababu kuna open space behind. Si ndivyo? Kwa hiyo nafikiri hawa walishindwa kuendana na ile game ya Simba, ile possession based. Ndio maana sasa tukaona Simba inaweza kukaa na mali huku. Unaona playmakers wa Simba wakaacha Mu pamoja na Deruk wanacheza ile ring possession. Mpira unazunguka huku, ukifika huku unapotea kwa sababu hao hawawezi kucheza in between the lines. Moment ambazo kwao zilikuwa za hatari ni zile moment ambazo Silver Strikers wameenda wamejibu shambulizi, wamepata space. Lakini ubora wa Simba kwa sababu pia hawa hawajafunga goli ulikuwepo kwenye eneo la mwisho, hasa kwenye mashambulizi ya kujibu ya Singizini, kwa sababu Simba ball possession walikuwa nayo 61%. Ina maana wao walikuwa na mpira muda mwingi. Hao walizuia kwa 61%. Kwa hiyo ina maana momenti nyingi walizokuwa wanapata hao ni zile za mashambulizi ya kujibu. Lakini Simba wenyewe walikuwa na hii shape ambayo ilikuwa na watu watatu, lakini mbele yao at least kuna watu wawili, kiasi kwamba hata mpira ukipotea huko mbele wanaweza kumeza yale mashambulizi ya kujibu. Nafikiri hapo tu ndo ubora wao ulipokuwa, lakini mengine yote sababu haikuwa na alternative plan ambayo ilikuwa na msaada kwa timu.